BS Kabiro ni msanii mkubwa sasa Ukambani. Ni kijana ambaye amepiga bidii zaidi na kweli watu wamekubali muziki yake. Na ile style ambayo ameleta Ukambani ni style moja safi sana. Na imepokelewa kwa uzuri. So like naweza sema like ni vile yeye amejibeba kwa game ama ni venye alikuja na style nyingine mpya na ikakubaliwa, so pia ukaona watu uingilie. First of all he is talented. Yeah, sure. Ko very talented. Yeah. So success yake haitokani tu na vile amejibeba ama kukua kona style yake. He is very talented. Yeah. And then pia sasa ikachangia na kukuja na style yake yenye inspire young artists. Kama sisi sasa ndio wengi tumefuata hapo. Because I think is the most followed Kamba Urban artist. Ndio akona numbers most na views, akona ngoma 4 5 so far ziko above 1 million. So I think progress yake na talent yake ndio inafanya to inspire sisi kama young artists. Kweli. He's doing great music, so footsteps za Mr. BS Kabiro ndio unafuata. Okay. Iko vizuri. Halo. Kama kawaida, kama dawa, hapa ni ndani ya CB Media TV 254. Na hii ni sauti ya sanaa. Hapa ndo tunazungumzia wasanii ambao washafika top kwenye game, wenye washafika level ya wastani kwenye game, na wenye wanaanza hiyo game. Yes, na kwenye set ni Double B Jose. Yes, ni mambo na sanaa. Hapa ndo tutajua nani kasema, nani kafanya. Na leo hii niko na mgeni ndani ya nyumba. Yes, mgeni mwenyewe ni nani? Kamba Boy. Karibu ndani ya CB Media TV 254. Nashukuru. Yes. Muziki inakupeleka vipi? Muziki iko poa. Yeah. Muziki inanipeleka fresh. Yeah. Na maisha kwa jumla? Maisha iko ngumu. Ekonomi ya Kasongo inatumaliza, lakini tunang'ang'ana. Kasongo anapeleka kila msemo noma. Lakini unashikilia. Tunang'ang'ana. Okay. So hapa ni nyumbani kwa wasanii na hapa tunapiga sanaa. So tuko kwako sasa leo. Unapiga nini ama unafanya nini katika ulingo wa sanaa? Mimi ni msanii wa Kamba Urban. Lakini sikuanza kama Kamba Urban artist. Nimeingia Kamba Urban 5 months ago. 5 months ago. So previously ulikuwa unado nini? Nilikuwa nafanya bongo, afrobeats, gengeton pia. So uliamua uingie Kamba Urban ni sababu ya influence, maybe iko mtaa ama uliona market ndio iko fiti ama vipi? Kwanza niliangalia market and then influence pia. Yeah. So like kuna msee maybe umeona pale Ukambani maybe anapiga vitu vizuri, maybe ukaona like akwe role model wako? Ukiangalia kwa Kamba Urban msanii yako top ni BS. BS Kabiro. Yako top kwa Kamba Urban. So with motivation and inspiration yake nikaangalia moves vile ziko, nikaona pia mimi naweza succeed. Okay. So nikajoin Kamba Urban. So kulingana na venye umepiga ngoma unaona iko fiti, inakupeleka poa ama namna gani? Muziki iko poa cause reception ni poa. Kutoka ni join. I think mimi ndo youngest kwa Kamba Urban mwenye amejoin recently. Na numbers zangu ziko juu. Cause kama na release ngoma and in 5 months ina gonga, it's almost 100k. That is progress. That is progress for sure. Na ngoma mimi peke yangu inagonga 10k in 2 weeks. Hiyo ni progress poa. That's very nice progress. I think niko kwa line fiti. So far iko fiti. Kuna vijana wengine pia wanapiga urban but secular Ukambani. Kuna Ken Bizo, kuna Mr. Wise, kuna ule kijana mwingine anaitwa nani?
nitamkumbuka tu kiasi. Wanapiga hiyo Kamba Urban. Wewe mwenyewe ukijirank na wao unajiona wapi? Wale ni wase walinitangulia, ni wase wako juu. But Mr. Wise anafanya Kamba Urban. Yeah, Mr. Wise afanya Kamba Urban. Mr. Wise ako kwa Benga. Kwa Benga anapiga Ohangla. Yuko tu yuko kwa Kamba Urban. Lakini okay, nimefuatilia mambo yake, naona ni kama anapiga Benga, ana mix hizi zingine yani Kamba Urban. Okay, yeah, like so, mwezi mclassify kama ni Kamba Urban. Yeah. But kina Bizo au ni wase walinitangulia, so siwezi kivyovyote kujicompare na wao. Yeah. Cause they went before me na wame succeed. Kweli. Wamepata success fulani compared to what I have right now. But still I'm looking forward kufika place yenye wamefika. Kuna huyu kijana pia nilikuwa nimesahau anaitwa Bonitez. Bonitez pia anapiga kazi. Bonitez ama Bonitez anaitwa Bonitez. Anapiga bado Kamba, na venye nilikuwa nimeona pia amepiga collabo na BS Kabiro amepiga hiyo ile nina surrender. Bonitez akopoa pia. Is good. Bonitez, so like wewe ukijicompare na hawa wasanii sasa kina Bonitez au nani, unajiona huko like you are competing well? Siwezi sema ni competition because kila msee ana run race yake. But kila mtu anafanya kazi zake. But nikijiangalia mimi I'm doing good kwa lane yangu. Niko fit. BS Kabiro ni msanii mkubwa sasa Ukambani. Ni kijana ambaye amepiga bidii zaidi na kweli watu wamekubali muziki yake. Na ile style ambayo ameleta Ukambani ni style moja safi sana. Na imepokelewa kwa uzuri. So like naweza sema like ni vile yeye amejibeba kwa game ama ni venye alikuja na style nyingine mpya na ikakubaliwa, so pia uko na watu wengine. First of all he is talented. Yeah, sure. Ko very talented. So success yake haitokani tu na vile amejibeba ama kukua kona style yake. He is very talented. And then pia sasa ikachangia na kukuja na style yake yenye inspire young artists. Kama sisi sasa ndio wengi tumefuata hapo. Because I think is the most followed Kamba Urban artist. Ndio akona numbers most na views, akona ngoma 5 so far ziko above 1 million. So I think progress yake na talent yake ndio inafanya to inspire sisi kama young artists. Kweli. He's doing great music, so footsteps za Mr. BS Kabiro ndio unafuata. Okay. Iko vizuri. So tukizidi kuzungumzia Ukambani music, kuna vile gospel industry imekuwa na uchafu kidogo kuza nyuma kidogo. Unaweza zungumzia kitu kuhusu maybe gospel industry ya Ukambani? Gospel industry mi siwezi zungumzia because mi sifanyi gospel. I used to do gospel kitambo but nikatokea. Bonita alikuwa producer wangu wa album yangu ya kwanza. Unazungumzia Bonita Drum Beats? Bonita Drum Beats. Huyu msana kwanga mdomo. Aliniproduce. Nilikuwa high school, nilikuwa shule. Aliniambianga alisikia nikiwa na talent. So akasikia nikaenda studio kurecord ngoma fulani. Akasikia niko poa, akaniambia, na sikuwa na do. So akaniambia wewe go tafutanga 2000. Nitakuproduce ngoma moja na 1000. Ukikuwa na 1000 unaleta na kuproduce. So nilikuwa naenda shule na changa. Nikifunga shule na kuja na 2K, 3K, hizo ni ngoma 3 hadi nikatosha album. Kweli? So I used to do gospel then. But sahii mambo ya gospel mimi msanii mwenye wa gospel najua ni Wilberforce pekee. Wilberforce. Kuna ile siku ambayo Stella Mengele pale Kasolo na ndegea Mudhanga. Kumekuwa na rapsha sana huko Ukambani. So ndio maana nilikuwa nakuuliza kwamba kuna kitu unaweza sema kuhusu sanaa ya gospel Ukambani.
but kama ufeel vizuri kuiongelea bado iko sawa. Hapa Ukambani kuna wasanii ambao ni tajika sana. Kuna wale ambao wanapiga benga, kuna wale mababa wa benga, kuna Kativu Imwene, kuna baba yao ule amewalea zaidi sasa Ken wa Maria, kuna Katombi, kuna Busi ya Ungu. Ni Busi ya Ungu anaitwa Busi ya Ungu ya Maima. Hapo kwa benga inafanya vizuri zaidi Ukambani. Mbona wewe umeona like huwezi ingilia benga ukaingilia Kamba Urban? Tunaangalia future. Ukitaka kuenda mbali, kama niko Kitui, nataka kuja Nairobi, siingii gari yenye inakuja mwisho ni Macha, naingia gari yenye nataka inipeleke Nairobi. Kamba Urban ndio the future of Kamba music, na cause majenzis wako pale. Mi kuna ngoma zangu nimefanya, unapata madem wa rembo wanapiga challenges, unapata pale TikTok mtu anasema I never knew that ngoma ya Kikamba inaweza sound hivi. In fact hizi ngoma zetu ukiziplay mahali, ukiplay ya Waluya wanakwambia tunaimba KUG. Hawezi sema kama ni Kikamba tunaimba. So ni a good vibe yenye watu wame-embrace. So kusema niingie benga ningekuwa na jilimit kweli, cause benga si ngoma ziko na, for me azinanga vibe. Msanii nilikuwa napenda wa benga alikuwa Kativoi na ngoma zake za kitambo. Hata Katombi siku hizi benga yake ni kama urban. Ni kama urban hivi. So ameacha ile benga ya kitambo, ameongeza urban kidogo. So pia yeye amejua, amerealize that the future game ina change na amechange na game. So bangers. Okay. So kwa Ukambani music bado nikiangalia hivi katika wale wasanii wenye wako Ukambani, kuna wenye maybe una feel ana force talent, una feel maybe amekukanyaga vibaya, maybe unaona yenyewe umse ako tu pale. Msanii gani una feel yenyewe hajafika kabisa katika Ukambani katika game ya usanii? Let me say that kama msanii kuandika ngoma ni kitu ngumu sana. Kuenda uandike ngoma, utoke nayo, uende studio, urecord na uchomoke pale nayo na ulete kwa mtandao watu wasikize. Hiyo journey kwanza ni very important na ni ngumu. So mtu kama kwanza amefanya hivyo na katuletea ngoma tukasikiza, hata kama ngoma inakaa aje, hiyo ni success. Kwanza pale amesucceed. Basa unajua lazima streets zitajudge. Kweli. Hii ngoma umefanya imeuma nje. Hii ngoma umefanya imeuma nje. Siku hizi anyone can sing. Hakuna mtu hawezi imba siku hizi. So unapata msee anaweza enda aimbe vitu zenye anataka na alete. Kwanza siku hizi wasanii wanaimba for TikTok. So mtu anaangalia part kidogo tu yenye ita trend TikTok, ana concentrate on hapo, huko kwingine anaimba vile anataka. So hiyo part anaenda anakata anaweka TikTok. But kusema kuna nimesikia wasee wako tumesikia ngoma zao wameuma nje, but si kila mtu apige bidii yake. Atafunzwa na streets zifunze. Streets ziwafunze. Kweli. So kwa music ya Ukambani kuna zile challenges zenye wewe umepitia, umeona kweli hii haiwezi, hii imenikalia. So other than finance, hebu niambie zile challenges zenye umeface katika kwa usanii Ukambani. Other than finance, marketing kwa ni challenge kubwa sana. Unaweza kuwa na ngoma poa sana, ngoma fiti. Bonita aliniproduce ngoma kadhaa hapo nyuma. Na hadi wa leo niko nazo, but sijaizi release. Kwa nini? Nikirelease ngoma I felt like nikirelease ngoma itaenda tu na maji bure. Unapata ngoma ni poa,
but sasa hakuna numbers, hauna audience inakusikiza. So ile ngoma uta release 500 views, imeishia hapo. So kumarket muziki ni challenge moja kubwa sana. Na ukiwa hauna msee anakusaidia marketing na anajua mashimo za how to market music, unaweza safa sana. Mimi sasa niko na DMs nyingi sana za wasanii wadogo. Mtu ako na ngoma moja ama ngoma mbili, aniambia kuna ngoma nataka kutoa, nataka unisaidie kupush. Na ukisikiza unapata hii ngoma ni poa, but sasa kupush ile ngoma ifikie audience ndio kuwa shida. Itafikia watu aje? Kufanya ngoma itrend ndio shida. So one of the challenges is marketing. Ndio maana unaona watu siku hizi wanatafuta ngoma yenye inahusu tuseme maadui, ana concentrate, anakata hapo, aneka TikTok ndio itrend. Ama ngoma anasuta watu, ama anasuta beshte, anatukanana, kuna ngoma siku hizi za matusi, ndio itrend. So it is also part of their marketing, because wakiimba ngoma fiti, they feel like hii ngoma itaenda. So mtu anaenda anatukanana, ama anaongea vitu hivi kwa ngoma, ama anafanya kiki ndio release ngoma. So marketing is actually the biggest challenge for music. Iko fiti. Sasa uko na numbers pale kwa YouTube na zinasoma vizuri. Na hapo ndio nina base swali yangu. Namba zako ni genuine ama ni za kununua bana? Ni genuine. Zingekuwa za kununua, azingekuwa zina translate into views. Numbers za kununua unapata gamsea kona tuseme kama 50k subscribers, lakini akiekelea ngoma 1 week 1k views, ma 1.5 ama views 800, lakini subscribers ni wengi. Ama unapata amenunua views, unapata msee in one day ngoma imepiga 8k views, na inakwama hapo, haisongi, pungui, inakwama hapo, mwezi inaisha iko 8k. Ama unapata msee ame-release ngoma, after 2 days iko 20k hapo, ukikuja kuangalia after 1 week imeshuka iko 4k 5k. Hiyo inaonyesha nini? Hizi numbers alibai na ni inorganic. So numbers zangu ni genuine because the hard work is there, I have done it, people can see it. Na kama sasa niko na 5k subscribers, na 5k subs inaweza nipea around 20k views in a month. Zinanipea 20k ama in 3 weeks hivi. Hiyo inaonyesha na hizi numbers ni organic, si za kubai. Numbers inorganic, numbers za kubai ndizo kuwa ziko na challenge. Unapata uko na numbers nyingi, subscribers, lakini views ziko chini. Ama unapata ngoma iko na views nyingi ama 20 ama 30k huko, na unapata comments ni 3 comments 4 comments. Hao watu 30k wali view wenye kungetokea watu ama mbili wa comment ni wa wapi? Alright. So my numbers are genuine, they are organic. Sawa. Nikikuja sasa kwa swali lingine hapa hivi. Wewe uko na mpenzi? Niko single, sina mpenzi. Niko nauliza swali kama hiyo kwa sababu unapata kuna wasanii wengi wako na wapenzi na wanalia sana. Wapenzi wao kuna vile hata hawezi taka kujua Kamba Boy ameingia kafanya nini studio. Like kama uko na link hata mwambie sambaza tu kwa mabeshte wako wawili, hata ana hiyo link, ana shughuliki. Ndio maana nikauliza kama uko na mpenzi ama hauna. So mimi niko single. Why? Because hiyo ni one of the reasons. Unapata uko na a lot of responsibility kwa mtu, na music imebaki nyuma. Kweli. Huyu mtu unaweza kuona mdate na hata labda support music yako hivyo unasema, so anakuwa ni kama anakuvutisha nyuma. Again, hata sasa nikaanza kudate, nikisema na date, huyo mtu atakuwa na date mwenye ako jina yangu yenye iko kwa ID. Atakuwa na date huyo. Atakuwa na date Kamba Boy. Kamba Boy ni msanii na ni wa umma. Kweli. But sasa yeye
ana date mimi mwenye jina imeandikwa kwa ID. Ule sasa nilizaliwa na mamangu. Huyo ndiye wake. But Kamba Boy ni wa streets. Tukipatana huko nje, akinipata na watu huko nje, huyo ni Kamba Boy. Lakini kwa nyumba mimi niko ule msee mwingine. So asinikazie. But until upate mtu kaa huyo, mtu mwenye anaelewa, ni ngumu. That's why na choose kukaa tu peke yangu. Nipende muziki. Kweli. Kaviro alituambia kavaa kuienda, so najipenda tu. Ni kweli. So kwa music industry, where do you envision yourself 5 years from now? 5 years from now, nafaa kuwa far. God's will, Mungu akinisaidia, because nafaa kukuwa a mainstream artist, because I'm not planning to remain kwa Kamba Urban forever. Because kuna audience kubwa pale nje, na feel niko na potential ya kuwa feed what I have, na wa realize the talent that I have. So najiona nikiwa a mainstream artist, msanii mwenye anajulikana East Africa, even Africa and the globe, the world at large. Like unataka kuteki muziki international? Exactly. Exactly. Because mimi hata sikuwa najua kama naweza andika ngoma ya Kikamba. Kabisa sikuwa najua. But out of kuwa challenged na msee, kaniambia hebu try kuimba Kamba Urban. Nikaenda nikaimba Kamba Urban, nikajaribu kuandika na ika come through. Na ikakuwa ni kitu kali. So nikajiaminia that I can do anything. As long as niko na ile wazungu wanasemanga where there is a will, there is a way. So as long as niko na hiyo will, the way is there. So I vision myself being a big artist, wa mainstream. Unajua tunaambiangwa kama uko na mipango yako funga mdomo. Kweli. Maadui ni wengi wanasikiza. Sawa. Siwezi watangazia plans zangu. Itakubalika kabisa. Sio vizuri naweza waambia hapa secret zako. Waende amesema hivi na hivi na hivi, acha tumweke mtego huko mbele. Kweli. Maima tumemakenge mambi. So siwezi waambia plans. Ni sawa. So Kamba Boy, kuna vijana wengi ambao wanatoka shule sasa hivi. Wanataka kushika mic. Nini kitakufanya ukue ndio unabaki uko top kwa game? Ndio utokea vijana wenye wanatoka shule sasa hivi. One thing, kama msee ni mkali, ni mkali. Si tukianza tulipata BS. Na si ati hatuko wakali, tuko wakali, but he's on top. Ame remain kwa on top, because there is the way anafanyanga music yake. Kweli. Kuna vile he has his own way of communicating to his fans. That doesn't mean atuta grow tufike mahali huko. But mtu anaanza afanye kae. You do you. Usiangalie mimi naanza ni compete na fulani, because kuna wasanii sasa hivi wa Kamba Urban wanaamka washindane na BS. Huyu jamaa nataka kunimpite, nataka do you. Because ukianza kushindana na msee mwingine, that is where you lose direction. Because utashtukia umeshindana naye, yeye alianza akijua chenye anataka. Wewe umepoteza njia. So kama msee anaanza, fanya muziki yako kivyako, do you. Na for me, mi si bongolala. Mi si bongolala. I'm also talented. I know. And I'm working hard and I'm working smart to make sure that pia hii generation yenye inakuja hawajanipata pale niko stagnant. Pia mimi ni mdeadly kivyangu, na lazima nifanye calculations zangu hapa na pale, ni make sure nime release enough hits. My composition is different from other artists. Ni
nikuwe unique in my own way, from appearance, communication, branding, and marketing. I get you. Hata sound. Nikuwe, unajua kuna wasanii usikia producer fulani ameproducea msee fulani, so wote na ngoma imehit wanakimbia wanajaa huko, cause huyo jamaa amefanya huko na amefanya hit. Wanafikiria tukifanyia hapo pia sisi tutaproduce hit. Kweli. Huyo jamaa ameproduce hit cause ni yeye, si ati ni cause ya producer. So pia I also want to have a different sound of mine. Identify ikueneza work na any producer. Mimi what I want to do is ni kueneza work na any producer, na bado ni produce a hit song. It's not about the producer, it's about me as an artist. About you now. Cause si wote tukijazana kwa producer mmoja tutaanza kusound the same. Beats zitaanza kusound the same. Na watu hawatapata difference ya huyu ni nani, huyu ni fulani, huyu ni fulani, cause beats zina sound the same. Na nyimbo zinaanza kufanana. So I want it to be about me. Nikuwe nikiwa hapa CB Media, naweza produce na Bonita na ngoma hit. Nikienda kwa Mneta ni produce na yeye na ngoma hit. Nikienda kwa Simon ni produce na yeye na ngoma hit. It's about me, it's not about the producer. Diamond to produce na producer yote, utampata na Istukizi, utampata na Liza, na bado ana produce hit songs. So pia nataka nikuwe na sound yangu mimi mwenyewe. Vile sasa Bieza kona sound yake. Bieza hata akiproduce ya ngoma wapi lazima ihit. Hata akikuja hapa produce hapa ngoma ita hit, cause it's not about producer, it's about ye kama artist. So I also want to have my own sound. Nikuwe pia mimi I can inspire people. Sema nataka kusound kama KB, nataka kusound kama Kamba Boy, nataka sound yangu ikuwe hivyo. Na pia the way I compose my music, kuwe kuna watu wanafuatia the way I compose my music, they want to compose like me. I also want to inspire people vile Bieza to inspire. So do you feel like hawa vijana wanaleta unnecessary competition kwa game? Very unnecessary. Very unnecessary, cause mtu akona hit moja ama hits mbili anafikiria amefika, anaweza compete na msee ako juu, ama anaweza bongea msee ako juu vibaya. Wako hizo stories ziko, but kwa Kamba Urban ziko. But saa ni very unnecessary. Cause wewe uko na hit moja unaweza saulika anytime. Ukienda kwanza ukiwa na hit moja kutafuta hit nyingine ni stress. Stress kubwa sana. So kwanza mtu apambane kutafuta hit. Apate hits kadhaa ndio ikuwe anaweza sasa kusema ata compete na msee ako juu. Uko na 5k subscribers, 6k, 7k. Unataka kushindana na msee yako, unabifia msee yako 150k subscribers. Uko na kichwa kibaya. It makes sense. Wewe mwenyewe ukianza kuimba yeye ndiye alikuinspire. Maneno unatumia kwa ngoma zako unachukua kwa ngoma zake. Flow unachukua kwa ngoma zake. Producer ulifuata ule producer wake. Ukienda kuproduce na yeye ndio uninio. Before uanze kuimba ulikuwa na DM unamwambia, nataka kuimba Kamba Urban. Nisaidie. Sasa after umepata hit moja ama hit mbili, unatukana msee ama unaongelea msee vibaya, again una demand collabo by force. Kweli. Msee akikunyima collabo ama akikwambia si yuko ready kufanya collabo saa hii, unafaa respect. Cause yeye aliwork hard. Tuseme example msee KBS. Alipewa collabo na nani akianza? Hakuna msee alimpea collabo. But sasa wewe unainuka juzi unamuomba collabo, for example, anakuambia niko na schedule yangu iko tight kidogo. Wewe una feel sasa ameninyima, so nataka kushindana na yeye. Ameninyima collabo. Wewe run your race. Shindana na wewe mwenyewe. Kweli. Na mambo yako itakuwa poa. Cause ukibifia msee kama huyo ako na hits 20, kunaitwa kufanya nini maji marefu. So wasanii wa Kamba Urban
wakuwe na discipline. Kweli. Because hakuna discipline kwa Kamba Urban. Wakuwe na discipline. Wa respect wale waliwatangulia. Kina BS to respect. Yeah. Na wametu inspire. Yeah. So to respect, they deserve that respect. Kweli. Na wametusaidia, hata ngoma zetu nyingi zimejulikana na yeye mwenyewe. Anaenda anafanya challenge kwa TikTok. Yeah. So watu wanasikia hii ngoma ni ya BS, wakienda kusearch wakidhania ni ya BS, Ni Kamba Boy. wanapata kumbe ni ya Kamba Boy. Wacha ni subscriber na imba poa. Kweli. So hizo subscribers pia unapata kupitia kwa mgongo wake, hizo views unapata kupitia kwa mgongo wake. Yeah. Alikumarket ya ngoma, wewe una feel naweza shindana na umse. You have a long way to go. Watu wapige respect. Watu wape wasanii wakubwa respect. Yeah. Na watie bidii, wa work hard, pia wao watafika hapo. Heshima ni kitu muhimu sana. Kweli. Yeah. Haya, tukimalizia mtazamaji ama mfano wako wakupate vipi kwa mitandao bana, ama wakupate vipi sasa? Mi kwa social media naitwa Kamba Boy, TikTok naitwa Kamba Boy, YouTube Kamba Boy official, Facebook Kamba Boy, IG This is Romeo. So hizo ndizo handles zangu. Yeah. za mtandao. Yeah. Sipeanangi namba because nikipeana namba watu unaambia watu usitume SMS, WhatsApp. Mtu anaenda anakupigia simu saa 6 saa 7 ama anakutumia SMS, au utawahi respond kwa sababu kurespond SMS ni noma. Wewe uliwahi chat na SMS mwisho sikumbuki kitambo sana. Yeah. Hata kuzinunua nishasahau vile zinanunuliwa. So mtu anakupigia saa 7 saa 8. I understand niko single na kuna mtu ananichunga ati mbona unapigiwa simu na huyo dem saa 6 saa 7. But saa nyingine tuchat huko kwa social media. Yeah. Sawa. Yes, ni Kamba Boy ndani ya CB Media TV 254. Ingia pale kwa mitandao, ingia pale YouTube angalia kazi yake, ingia pale Facebook angalia mambo yake, TikTok kuachilia. Pia vile usisahau kusubscribe, kuwatch na kushare content yote tunafanya hapa CB Media TV 254. Bado katika CB Media Studios tuko na CB Records na kuna CB Photography. Tembelea kwa studio zetu and then pata mambo safi ndani ya CB. Kamba Boy. Yo. Until next time. Kabisa. Piga muziki. Kabisa. Nipeleke na